issue yako na Pastor Tony, issue yako ya kupoteza akaunti yako ya Instagram, na hii ilikuwa ni baada ya inadaiwa kwamba ulimfanyia dhihaki kipindi kile ambacho yeye alidai kwamba mke wake alifanya muujiza wa kujaza gesi na vitu vingine kama hivyo. Nadhani watakuwa wanakumbuka zile story, na ikadaiwa kwamba yeye ndo alikuwa moja kati ya sababu ya kupiga strike account yako ya Instagram na ikashushwa ikapotea, na ikadaiwa kwamba yeye alichokuwa anataka ni nyinyi mkutane muyazungumze, mumalize au muombe radhi, vitu viishe ili ya kurudisha account yako, lakini inadaiwa kwamba wewe uligoma. Hii issue ilikuwa vipi kuhusiana kati yako wewe na Pastor Tony? Ngoja nikwambie, kwa sababu kwanza mimi naamini sana watu wa dini. Na hata kama ni imani tofauti, mimi sija kukutana na Pastor Tony. Si Tony, si ndio? Tony Kapola, yes. Simjui, hadiye kukutana. Lakini nilikuwa navutika na mahubiri yake. Unajua mahubiri yake yalijikita sio katika swala la imani ya kidini. Yanalenga jamii, yanaasa jamii. Kwa hiyo hata nishawahi kumpost si chini ya mara 2 mara 3 bila kumjua wala kuniomba. Nilivutika tu na kitu nikampost na nikaandika ujumbe wangu kwenye account yangu. Ikatokea lile jambo na mimi nikaandika kama walivyofanya utani watu wengine. Kama na mimi tena niliandika kwa utani very light. Very light. Like serious, watu wote waliotania, maana yake yule ulikuwa ni utani wa kitaifa. Akaamua kunichagua mimi, labda kwa sababu ya umaarufu, kwa sababu wote hao unawajua ma-artist, yani hawa comedians wote waliweka. Lakini wengine wakaja mpaka na mitungi kweli ya gesi. Kama mnakumbuka, si ndio? Kweli. Lakini akaamua kunichagua mimi, akaenda akanireport. Sasa ikaja hiyo story unasema wewe ya kwamba nimuone. Nilikuwa nimebanwa sana mauchaguzi. Yaani mpaka nilipozungumza kwamba nilipunguza kilo 9. Kilo 9 kipindi cha kutoka August mpaka November. Kabisa nilikata kweli kweli weight. Sikuwa na muda tena. Watu wangu wasaidizi pale Manara TV, bosi ya account na over 6 million, unaiacha vipi? Familia ambia nimefanya jitihada za kuambia vijana warudisho, andika ma email kama ni kumuomba radhi. Kwa sababu hii account sio yangu tu, ile ni account ya nchi. Inabeba image ya mpira, inabeba image. Tunaingia kwenye AFCON, tuko kwenye siasa, tuko kwenye niko Wasafi. Sioni sababu ya kwa nini umfanyie mtu hivyo. Sababu sio kosa labda hivi kama my brother. Kama uko katika social media, ningekushauri tu kama ni bora ubaki, lakini ukiingia kwenye social media expect anything. Yani hivyo ni vitu vya kawaida tena. Kama mtu ambaye mbona hakunipelekea hizo malalamiko wakati nilipompost very positive. Sio mara 1 au mara 2 au mara 3 nimempost. Naye anajua. Sisemi kwamba nilikataa kukaa naye chini. Lakini muda wa kukaa naye chini ulikuwa hujafika. Mimi napenda sana mazungumzo ya amani. Yaani mimi ni muumini wa kukaa chini hata kukiwa na mgogoro gani. Mimi niko tayari kukaa chini tutatue. Sasa mimi naamini hakuna lisilozungumzika kwenye meza. Kwa hiyo tutakutana mahali tutazungumza. Kwa kama ni yeye ndo kashika mpini, nitamwambia I'm sorry. Kusema sorry kwani ni kitu gani?